Your mind kuelekeza mtazamo wako on the goodness katika uwema of the Lord wake Bwana. Amen. Amina. The Bible says, Maandiko yanasema, for the Lord is good, kwa sababu Bwana ni mwema, and his mercies na rehema zake endures forever. zinadumu milele. How many people know that the Lord is good? Wangapi wanajua kwamba Bwana ni mwema? Nimesema, how many people know that the Lord is good? Kwamba Bwana ni mwema ni wangapi? So if you focus your mind, kwa hivyo ukielekeza mawazo yako not on the negative things, sio kwa vitu ambavyo ni viovu, not on the things that can dilute your mind, sio kwa vitu ambavyo vinaweza kuharibu mtazamo wako, but you focus your mind, ila unaelekeza mtazamo wako on the goodness, katika wema of the goodness, you remind yourself, unajikumbusha wema of the goodness, wema of the Lord wa Bwana in your life, katika maisha yako, in everything that you do, katika kila kitu ambacho unakifanya, you will succeed. Utafaulu. But before I share this word, ila kabla nishiriki hili neno, I saw James somewhere. Nilimuona James mahali. So James, can you be upstanding? Kwa hivyo James, tafadhali simama. And James is there. Nani wanajua James? Wangapi wanamjua James? We are so blessed tumebarikiwa that is here today. ya kwamba yuko hapa leo. Amen. Amina. Maybe before the service ends, we'll give him a time to say hello. Labda kabla ibada ikamilike tutampa nafasi ya kutusalimia. Kama ningekuwa na mtu akimbisha microphone angetusalimia na ingekuwa ni baraka. Si unapeana yako, microphone ni nyingi. Why are you giving yours? Amen. Asante sana askofu. Pengine niwakaribishe wale ambao ni wageni ambao wameweza kutujiunga pamoja nasi. Okay. Karibuni sana kwa wale ambao ni wageni. Amen. Amen. Nimefurahi sana, nimewamisi sana. Nimekosa mengi lakini Mungu ni mwaminifu. Amen. Tutazungumza baadaye askofu, endelea na injili nzuri askofu. Amen. 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 Appreciate vizuri, appreciate vizuri. Nimesema appreciate vizuri. Amen. Amen. Nilikwambia usipeane microphone yako, si unaona sasa. Amen. I give you another one. Thank you. Have to put it somewhere. Amen. Amen. How many people know that the mind is the place the devil attacks first? Ni watu wangapi wanajua ya kwamba akili ndio mahali ambapo adui anapiga vita kwanza? The devil will attack your mind first. Shetani atashambulia akili yako kwanza. And the devil focuses, na shetani anatazamia ama anatilia mkazo asante, on making sure kwa kuhakikisha that he attacks ya kwamba ameshambulia your mind. mawazo yako. And when your mind is attacked, na wakati ambapo akili yako imeshambuliwa, and the devil realizes na shetani anatambua that he's caught you, ya kwamba amekukamata, that is where he puts you down. hapo ndio mahali ambapo atakuweka chini. Amen. Amina. And so give us Psalm 34, we'll be reading from there. The enemy knows, adui anajua, and every time na kila wakati the battle is in the mind. vita viko kwenye akili. Even as I'm talking now, hata napoongea sasa hivi, the enemy is trying to fight your mind. adui anajaribu kupiga vita akili yako. The battle is within your mind. Vita ipo kwenye akili yako. When you hear you say to yourself, ukijisikiza ukijiambia, I will kill myself, nitajiua, it is the mind ni akili that the enemy has captured, ambaye adui ameshika and he mateka, has made sure na amehakikisha you have no hope. ya kwamba huna tumaini. But I've come to let you know ila nimekuja kukwambia that we can focus ya kwamba tunaweza kuweka mtazamo, our mind mtazamo on the wetu good things kwa vitu vizuri that the Lord is going to bring in our ambavyo lives. Bwana atavileta kwenye maisha yetu. We ain't going to focus on the enemy. Hatutaenda kuweka mtazamo wetu na akili zetu We kwa will adui. not focus on the negatives. Hatutaweka akili zetu kwa vitu ambavyo ni viovu. We will not focus on the things
that can put us down. Hatutajielekeza kwa vitu ambavyo vitatuweka chini. Let me say this. Niseme hivi. We will not focus on poverty. Hatutakuwa na mtazamo ama kutazamia umasikini. We are rich, Sisi ni tajiri na tumebarikiwa. and the goodness of the Na Lord wema wa Bwana is with us. uko pamoja If you nasi. hear me say Kama amen. unasikiza sema amina. You cannot convince me Uwezi ukanishawishi, as a believer kama muumini to focus uli kwamba nikaweza kutazama on the bad things kwa vitu viovu that the enemy is speaking to ambavyo me. adui anaviongelelea juu I yangu. refuse that. Nakataa hilo. I want to focus Nataka kukuwa na mtazamo on the goodness kwa uwema of the Lord. wa Bwana. Rudi yako kwa Kiswahili. Nataka kuwa na mtazamo kwa wema wake Bwana. Amen. Kwa wema, kwa uzuri, si ni kweli? Amen. Kwa uzuri, kwa wema, Amen. kwa mambo mazuri ya Bwana. Si mtu Amina. aseme amen. Amina. Najua Bwana ni mwema. Amen. Now listen to David. Sikiza Daudi What he's saying. anachokisema. Let's go together and see what David is saying. Some kwa pamoja tusikie anachokisema. Anasema 1 2 3 I'll bless the Lord at all times. Now listen to David. What does Sikiza he Daudi say? anakisema nini? He says, Anasema I know najua there are things that will come in my life. kuna vitu vitakavyokuja katika maisha yangu. I know Najua trials will come. majaribu yatakuja. I know Najua temptations will come. majaribu yatakuja. I know Najua downfalls will come. kuanguka kutakuja. I know Najua sickness will come. magonjwa yatakuja. I know Najua lack will be there. kukosa kutakuwa. But David turns around Lakini Daudi anageuka and he says, na anasema I will bless the Lord nitamsifu Bwana at all times. kwa kila wakati. He did not say one time Hakusema wakati mmoja. when I have it. Ni wakati He nitakapokuwa did not nayo. say when I receive my salary. Hakusema wakati nitakapopokea salary He yangu. did not say when my business is doing well. Hakusema wakati biashara yangu inafanya vizuri. He did not say when my husband is around. Hakusema kwamba wakati mume wangu yuko He hapo. did not say when I'm worshiping. Hakusema wakati ambapo But he ninaabudu. said, Lakini anasema I will bless the Lord nitalibariki jina la Bwana at all times. kila wakati. All times means what? Kila wakati inamaanisha nini? All times. Wakati wote. When things are good, Vitu vikiwa vizuri, I'll bless the Lord. nitatukuza jina la Bwana. Ai, sijasikia mtu hapa. Amen. I say when things are good, Nasema vitu vikiwa I vizuri, will bless the Lord. nitabariki jina la Bwana. When things are well, Vitu vikiwa sawa, I'll bless the Lord. nitabariki jina la Oh, Bwana. when things are bad, Vitu vikiwa I vibaya, will still bless the bado Lord. nitabariki jina la Bwana. Somebody shout Mtu amen. aseme amina. So he says, Kwa hivyo anasema I will bless the Lord nitabariki jina la Bwana all the time. wakati wote. Amina. May the Lord give us the spirit like David. Na Bwana tupe roho kama ya I Daudi. say, may the Lord give us the spirit Nasema like Bwana David. tupe roho kama ya Daudi. If you came here this morning, Kama ulikuja hapa asubuhi hii, you did not take tea. haukunywa chai, I have good news for you. nina habari njema kwako. Bless the Lord. Bariki jina la Bwana. Amen. Can I say it again? Niseme tena. Bless the Lord. Bariki jina la I Bwana. say bless the Nasema Lord. bariki jina la Bwana. If you came here today Kama ulikuja hapa leo and you are discouraged, na umeshushika, I have good news for nina you. habari njema kwako. Bless the Lord. Bariki jina la The Bwana. Bible says, Maandiko yanasema bless the Lord, bariki jina la oh Bwana my soul, moyo wangu, and forget na not usisahau his benefits. baraka zake ama manufaa Mungu zake. anisaidie kusema amen. Amina. Usisahau Ah. hata kama hukunywa chai, umna afya. Amina. Haufanani na mwenye alikunywa, Hallelujah. maana hakuna mwenye anatofautisha. Nitambariki Jehova Yes. katika kila hali, Hallelujah. kila wakati. Hallelujah. I will bless the Lord Nitabariki jina la Bwana every time. kila wakati. I love what David says. Napenda wakati Daudi anasema. David says, Daudi anasema, I am in battle, mimi niko katika vita, but I know lakini ninachokijua I am winning this mimi battle. nashinda vita hivi. Why? Kwa nini? The battle Vita does not belong to me. si vyangu. The battle belongs to Vita ni God. vyake. Mtu amenisikia kweli? Hallelujah. This battle does not belong to us. Vita hivi si vyetu. That battle does not belong to Hivyo you. vita si vyako. God will fight for you. Bwana Hey, nasema atakupigania. God will fight for Nasema you. Bwana atakupigania.
And I hear the sound in heaven Nasikia sauti kutoka saying, mbinguni. today Nasema I'll leo fight for you nitakupigania. and you shall give glory Na to utampa God. Bwana May the utukufu. Lord fight your Bwana battles. kupiganie. I say, may the Lord fight your Bwana pigane battles. vita vyako. I say, may the Lord Nasema fight your Bwana pigane battles. vita vyako. If you hear me, Kama say unanisikiza sema yeah. ndio. Focusing Mtazamo on the goodness wa vitu kwa wema of the Lord. wa Bwana. When you focus on the goodness of the Lord, Unapokuwa na mtazamo kwa wema wake Bwana, people will not discover watu hawatatambua that you did not eat yesterday. ya kwamba hukula jana. When you come into his presence, Ukija katika uwepo wake, unawacha vitu yenye ulipitia ndani. Oh, yes. Unasema, Bwana, nimesimama mbele zako, ninatazamia mambo mazuri. yeah. Weeping may endure for a night. Usiku kunaweza kuwa ni kulia. No. Weeping may endure for a night. Kulia kunaweza kuwa usiku. But joy. Lakini furaha. I say but joy. Lakini nasema furaha. Tell your neighbor but joy. Ambia jirani furaha. Please tell them but joy. Ambia jirani Tell them furaha. but joy. Furaha. You cried yesterday. Ulilia jana. But this morning, Lakini leo this asubuhi. is your morning. Hii ni asubuhi This yako. is your Hii morning. ni asubuhi yako. Oh, Ah, joy furaha will come utakuja in the morning. asubuhi. Naona asubuhi ya mtu inafika Hallelujah. hapa. Nasema naona asubuhi ya mtu inafika hapa. Hallelujah. Umelia usiku sana. Hey. Asubuhi yako inafika. Amina. Na asubuhi ikifika, Yes. watu watajua imefika. Amen. Majirani watajua imefika. Hey. Watu wa ukoo watajua imefika. Hallelujah. Wenye walikuchekelea watajua imefika. Hallelujah. Hallelujah. Watajua imefika. Hallelujah. Hautawatangazia, watajua imefika. Yeah. Kama mtu wako hapa, inua mikono, sema ndio hiyo. Amen. Asubuhi yangu imefika. Asubuhi yangu imefika. Iko hapa. Iko hapa. When your morning comes, Wakati asubuhi yako imefika, your neighbors will know. majirani zako watajua. You don't need to announce yourself. Hauhitaji kujitangaza. Can I say this? Niseme hivi. God will announce you. Bwana atakutangaza. Amen. Amina. Sijui ni mtu aliimba akasema ya kwamba sijui atafanya nini nami nitanyamaza kimya. Atanipigania. Nami nitanyamaza kimya. Si ni kweli jamani? Amina. Ambia mwenzako usipigane hii vita. Aha. Atakupigania, wewe utanyamaza tu kimya. Atakupigania, Hallelujah. wewe utanyamaza tu kimya. Hallelujah. Hawa maadui unaona siku ya leo, atakupigania na wewe utasimama tu na kunyamaza kimya. Mtu anisaidie hapa kama ninahubiri. Anisaidie kusema amina. Amina. Hii vita si yetu jamani. Wala tupigane hizi vita. Glory. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mimi napenda maandiko. Maandiko inasema adui akija kama gharika. When the enemy comes like a flood. Adui akikuja kama gharika, He comes. anakuja. Oh, kumbe the enemy Kumbe adui does not come just like that. hakuji tu hivi hivi. He comes like a flood. Anakuja kama gharika. But one thing the scripture teaches Lakini me, kitu kimoja maandiko when he yanatufunza. comes like a flood, Akikuja kama the gharika, Lord, Bwana, I say the Lord, Nasema Bwana, will lift up atainua your standards. kiwango chako. Imagine, Imagine. adui akikuja kama gharika, Mungu anainua kiwango. Hallelujah. Na si mtu ainuliwe kiwango hapa. Oh yes. Si adui amekuja, si mtu aende juu. Hallelujah. Si gharika imekuja, si mtu atembee juu. Amina. Si mtu aende juu zaidi ya hiyo gharika. Amen. Nasema si mtu aende juu ya hiyo gharika. Amina. Imagine, Mungu anakuanga mwaminifu. Ati anangoja gharika ikuje, badala ya kukushusha ama ikumeze, anainua viwango. Amen. Kuna mtu hapa anapenda viwango? Yeah. Eh? Yeah. Naenda. Mahali penye huko sio mahali penye huko. Si mtu aseme amen. Amen. Lazima uende viwango vingine. Oh yes. Wacha nikwambie, haijalishi mwaka inaisha. Aha. Hii mwaka haiishi tu hivyo. Amina.
Number one, inaisha kwa sababu umefocus on the goodness of the Lord. Amen. Na wema wa Mungu ni kwamba haukufa mwaka huu na hautakufa mwaka huu. Utaishi kuyasimulia makuu na makubwa yenye Mungu amekupatia. Mtu anisaidie kusema amina. Amen. You see, the enemy is a liar. Adui ni mwongo. He can make you to focus Anaweza kukufanya ukaweze kulenga on negative things. kwa vitu ambavyo ni viovu. And you start to say, Na uanze kusema, this year, mwaka huu I did not receive this. sikupokea hiki. This year, Mwaka huu I did not fulfill this. sikutimiza hiki. This year, Mwaka huu I did not get this. sikupata hiki. I've come to denounce that. Nimekuja kukana The hilo. first thing Kitu cha you kwanza should know unastahili that kujua this year kwamba mwaka the huu Lord Bwana has given you life. amekupa uhai. Amina. How many people have died? Watu wangapi wamekufa? Many people, Wengi. including Raila. Hata pamoja na Raila Na ako na alikufa. kila kitu. Amen. Ako na kila kitu. Anaendewa na ndege na watu wote wanamwendea na ndege, wanamrudisha na ndege. Na wewe ni boda tu. Na wengine hata mkubebwa na boda. Wewe focus kwa goodness of the Lord. Amen. Ameenda kutibiwa India, haikutoboa. Poleni hata kama ni mbaya. Ameenda kutibiwa India, haikutoboa. Si mtu aseme amen. Amen. Wewe unamesa Panadol na unatingisha kichwa hivi na unasema I am going, nimepona katika jina la Yesu. Focus on the goodness of the Lord. Kuwa na malengo katika wema wa Bwana. Am I talking to somebody? Amina. Kama naongea na mtu mwenye amefocus on the goodness of the Lord, inua mkono yako, sema I am a winner. I am a winner. Focus on the goodness. Wachana na hivi vitu Lenga zingine. katika wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu hapa, Amen. nyama ni mara moja kwa wiki ama mara moja kwa mwezi. Mara moja kwa mwezi. Lakini sura imeletwa tu. Mungu amepanga sura yako, akatoa ndani mashimo, akafuruta mapimples zikaisha, akalainisha uso. Naomba hivi ufocus on the goodness of the Lord. Amen. Because God can do it for you. Kwa sababu Bwana anaweza kukutendea. Amen. Amen. When you focus on the goodness of the Lord, Unapokuwa na malengo ama unalenga wema wa you Bwana, become like the writer. unakuwa kama mwandishi Go huyo. back to through the scripture. Rudi katika maandiko ya Zaburi. You see, God Naona Mungu looks at us. anatuangalia. Then he sees great things. Kisha anaona vitu So vikubwa. David says, Daudi anasema, mimi will bless the Lord nitabariki jina la Bwana at all times. wakati wote. Then he continues and says, Anaendelea anasema, his praise. sifa zake. Sema hivi na mimi, his praise. Sema his praise. His praise. Sema his praise. His praise. His praise. His praise. Shall do what? Itafanya nini? Shall continuously. Itaendelea. Continuously. Itaendelea. Sorry. Mtu apate ufunuo hapa. Amina. Continuously. Itaendelea. Continuously. Itaendelea. Hallelujah. Hata shetani amejua. Kuna kitu mimi nataka kusema. Amen. Nasema his praise. Sifa zake Is continuously. inaendelea. His praise. Sifa zake Shall continually. zitaendelea. Uko na Kiswahili? Yeah. Nasema nini? Nasema nitaimidi Bwana kila wakati. Sifa zake zi kinywani mwangu daima. Sifa zake zi kinywani mwangu Daima. daima. Amen. Si mtu aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Umeamukaje? Nimeamuka vizuri. Uko aje? Nimebarikiwa. Unaendeleaje? Bwana ni mwema. Amefanya nini? Ametenda makuu sana. Amen. Anakaaje? Ameinuliwa sana zaidi ya kila jambo. Anasemaje? Anasema mimi ni mbarikiwa. Sifa zake lazima zikuwe kinywani mwako kila wakati. Amen. Umeamukaje? Nimeamuka vibaya. Mambo iko aje? Aiendangi. Uchumi iko aje? Imeharibika sana. Nini mbaya? Kasongo ametutatiza. No! Unasema continuously. Nimeamuka asubuhi ya leo, nimebarikiwa. Niko na afya, niko na uzima. Ashukuriwe Jehova ambaye ameniumba siku ya leo. Ainuliwe na apewe sifa. Mtu anisaidie kusema amina. Amina.
Hawa ni watu wenye wanajua sifa zake zi kinywani mwangu. Amina. Kila wakati. Amen. Mtu aseme amen. Amen. I'm talking about focusing on the goodness of the Lord. Ninaongea kuhusu kulenga katika wema wa Bwana. You focus your mind. Unalengesha ama unaweka malengo mawazo yako. Focus your mind. Unalenga mawazo yako. Refuse. Unakataa the mind of the enemy. mawazo ya adui. Refuse. Kataa what the enemy is saying. kile ambacho adui anakuambia. Just focus on the goodness. Wewe lenga katika wema. Hata kama hukukula, wema wake unatosha. Amina. Hata kama hukukunywa, wema wake unatosha. Amen. Hata kama hujui Christmas itatoka wapi, natangaza wema wake unatosha. Amen. Yeye anasema I will supply you your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Kulingana na wema wake ama utele wake katika Kristo Bwana. Si mtu aseme amen. Amina. One day we did not have that Christmas. Wakati mmoja tu kukuwa na hiyo Christmas. But we focused on our mind on God. Lakini tukalenga mawazo yetu katika Bwana. Si mtu aseme amen. Amina. I've always told you. Kila wakati nimewaambia. One day. Wakati mmoja. A cake was brought, a half cake, a quarter cake, a small cake. Keki kwata ililetwa. Was brought. Ililetwa. It was gift for Melanie. Ilikuwa ni zawadi ambayo walimpa Melanie. From a neighbor. Kutoka kwa jirani. The neighbor. Jirani. The neighbor who was Melanie's friend. Jirani ambaye alikuwa rafiki yake Melanie. They had a cake. Walikuwa na keki. After eating chapati. Baada ya kula chapati. And chicken. Na kuku. They had a cake. Wakakuwa na keki. Me and my wife. Mimi na mke wangu. And the children. Na watoto. We had nothing. Hatukuwa na chochote. Christmas 25. Christmas 25. I went in the morning. Nikaenda asubuhi with my family. Na familia yangu. We preached. Tukahubiri. To every person. Kwa kila person. Kwa kila mtu. And we prayed for them. Na tukawaombea. They went home. Na wakaenda nyumbani. For us. Sisi. We had nothing. Hatukuwa na chochote. But listen. Kinisikiza. We focused. Tulitazama on the goodness wema of the Lord. Wa Bwana. And in that respect. Na katika hiyo. Si mtu aseme amen. Amina. The neighbor. Majirani. The Lord spoke to the neighbor. Bwana akaongea na jirani. And the neighbor. Na jirani. The neighbor. Na jirani. Brought a cake. Akaleta keki. A small cake. Keki kidogo. Sijui siku tulikuanga tumebarikiwa sana na mke wangu na ama tulikuanga tumefocus kwa Mungu sana. Imagine jirani ameleta keki, Melanie hakukuwa kwa nyumba na hatukuigusa. Imagine hatukuigusa, tukaiwacha tu kwa meza. Si waliletea Melanie. Sisi tukaambiana, tukaambiana sisi hii keki si yetu. Tungojee mwenye. Yeye akacheza huko nje. Akacheza. Akicheza akiangalia huko, jirani amefunga kuku mbili hapo. Zinangojewa kumaliziwa. Bwana, focus. Lenga. Amen. Amen. Sisi tunajitia tu moyo. Tunafarijiana. Tunasema Mungu ni mwema. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hiyo keki siwezi kuambia story nyingine ya hiyo keki maana ilikuwa story ngumu sana. Sababu hiyo keki ilituletea shida siku hiyo. Hiyo keki landlord aliipata kwa meza. Nyinyi mnacheza hapa. Landlord alitembea polepole hivi. Barasa hivi polepole hivi. Tarehe 25. Landlord akatembea polepole hivi. Na kuna malandlord. Mimi pia ni landlord mzuri. Wakatembea polepole hivi. Akafungua. Akawacha nini nyuma, miguu na kila kitu, akaweka kichwa. Pastor. Nikasema yes. Nilikuwa nimekaa karibu na hapo. Akaona keki. Akasema pastor, ujelipa nyumba yangu na umeekelea keki kwa meza. Nikasema nafikiria hii keki ilikuwa baraka, kumbe hii keki ililete mapepo. Akasema umeekelea keki kwa meza. Lipa rent. Hata mimi nataka kwenda kununua keki. Nikamwambia mama, ingia kwa nyumba. Kwanza hiyo msichana ako wapi? Anauliza huyu. Alikuwa anaitanga huyu msichana.
We. Hiyo ingine nikiwaambia mtashangaa, nitawaambia siku ingine. Amen. Alafu tukaongea hivyo, acha tumalize. She went. Akaenda. And that was it. Na hivyo ndo vile ilikuwa. But ila before evening, kabla ya jioni, somebody calls us. Mtu akatupigia simu and says, akasema, please, tafadhali, I've been looking for you. nimekuwa nikiwatafuta. Come to my house. Njooni kwangu. I have Christmas prepared specifically for you. Nina Krismasi ambayo nimeiandaa kwa sababu yenu. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? So me and my wife, we went Kwa hivyo mimi na mke wangu tukaondoka for that Christmas. kwa sababu ya hiyo Krismasi. And you see, kumbe shetani anakuanga kila mahali. Bwana ametuitia Christmas. Mama alivyotuona tu tumeingia, akanona, akaenda kujificha kwa bedroom. Alitusalamia akaenda kwa bedroom. Lakini Bwana akalete crate ya soda, akaweka karibu na miguu yangu. Crate. Kutoka kwa keki ya magombano mpaka kwa soda crate. Nikaikanyaga hivi. Nikaambia mke wangu, Sprite changanya na soda na Fanta. Sisi tunaendelea, hakuna mambo ya mchezo hapa. Mambo ya kucheza hapa hakuna. Na watoto wangu. Amen. 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 Akalete makuku zenye utafanyia nini, sijui utafanyia nini, because kwa sababu our mind was focused on the Lord. Akili yetu ilikuwa imelenga kwake Bwana. He provided for us. Ambaye alikuwa anapeana kwa sababu yetu. Our lips vinywa vyetu continually kwa kila wakati praised his name. Itasifu jina lake. Please don't stop praising the Lord. Tafadhali usikome kumsifu Bwana. Even in hard times. Hata kwa wakati mgumu. Continue to praise him. Endelea kumsifu. Continue to praise forth. Endelea kumsifu. Mtu anisaidie kusema amina nzuri. Amina. Your mind. Akili yako. Mtu aseme amen. Amina. Verse number 2. Mstari wa pili. Look at this. My soul. And there is an echo, please help us. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Katika Bwana nafsi yangu itakusifu. Wanyenyekevu wasikie wafurahi. Number 3. Mstari wa 3. Number 3 very quickly. I want to finish. Kwa haraka tumalize. Now listen to David says, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together." Mtukuzeni Bwana pamoja nami na tulihimidishe jina lake pamoja. Even in times when things are not working. Hata wakati vitu havifanyiki vizuri. Let us magnify the Lord. Wacha tukaweza kulimidi jina la Bwana. And let us exalt his name na tukaweza together. kutukuza na kuinua jina lake pamoja. Amen. Amina. Verse number 5. Mstari wa 5. Verse number 4. Mstari wa 4 nasema, I sought the Lord. Nilimtafuta Bwana. And he heard me. Akanisikia. And he delivered me. Akanikomboa. From all my fears. Kutoka katika uoga wangu wote. Today. Leo. Every fear. Kila uoga. In your life. Katika maisha yako. Of not receiving. Ya kutokupokea. What the Lord has promised you. Kila ambacho Bwana amekuahidi. We cancel it in the name of Jesus. Tunafuta kwa jina la Yesu Kristo. Verse number 34. Mstari wa 34. He says they looked to him. Anasema kwamba walimwangalia. And were radiant. And their faces were not ashamed. Wakamwelekea macho, wakatiwa nuru. I love that verse. Wala nyuso zao hazitaona haya. When time came, wakati ulipofika, when things were not working, wakati vitu vilikuwa vinafanya kazi, when things were bad, wakati vitu vilikuwa vibaya, when things were not favoring them, wakati vitu havikuwa vinawakubalisha, the Bible says, maandiko yanasema, they looked waliangalia unto the Lord. Wake Bwana. Can I submit to you tonight? Wacha niwaleteni usiku wa leo. When things are not good, wakati vitu haviko sawa, don't look at your neighbor. Usimwangalie jirani. Don't look at your family. Usiangalie familia. Don't look at your friends. Usiangalie marafiki. Focus yourself lenga on the Lord. Lenga kwake Bwana.
They looked to him walimwangalia and were radiant, na wakang'aa, and their faces were not na ashamed. nyuso zao hazikuwa na aibu. Every shame Kila aibu in your life katika maisha yako tonight, mchana wa as leo, I stand on this pulpit, unaposimama kwenye madhabahu haya, you will not be ashamed again. hautapatwa na aibu tena. Wenye wanakubali wakubali na waseme amen. Amina. Aibu yako itaondolewa. Amen. Nasema aibu yako itaenda katika jina la Yesu. Amina. They looked at him. Walimwangalia. The Bible says Biblia inasema they removed their fear and they removed their shame. wakaondoa hofu yao na wakaondoa pia na aibu. Verse number 6. Mstari wa 6. This poor man Maskini huyu cried out. alilia. This poor man. Huyu maskini. I say this poor man. Nasema huyu maskini. I repeat again, this poor Nasema man. huyu maskini. When that time was that time, Wakati ulipokuwa wakati when huo, we had no Christmas food, wakati hatukuwa na chakula cha Christmas, when we were passing through hard times, wakati kunapitia hali when ngumu, things were not working, wakati vitu viko these vinafanyika, poor men hawa watu did not cry maskini to his sisters, hawakulilia dada did not zao, cry to his brothers, hawakulilia ndugu did zao, not cry to his neighbors, hawakuwaita did majirani, not cry to his friends. hawakuita This marafiki. poor man Huyu maskini cried alilia unto God. kwake Bwana, And the Bible na says, Biblia inasema and the Lord na heard Bwana akasikia and saved him na akamwokoa from his all troubles. kutoka katika shida zake zote. When you cry unto him, Ukimlilia he yeye hears. anasikia. Inua mkono, sema, Lord, Sema Bwana, hear my prayer. sikia maombi yangu. Say, Lord. Lord, Sema, Lord, Lord, hear my prayer. hear my prayer. Amen. Kulia si mbaya. Hata Daudi anasema huyu mtu maskini alimulilia Bwana. And when he cried, Na wakati the alipolia, Lord heard him. Bwana The akamsikia. good news, church. The good news Habari njema kanisa is that the Lord hears. ni kwamba Bwana anasikia. When you cry, Ukilia, the Lord hears. Bwana anasikia. When you call, Ukimwita, the Lord hears. anasikia. Focus your mind Lenga akili yako on the goodness katika wema of the Lord. wa Bwana. Amen. Amina. God will provide. Bwana atapeana. Hiyo neno ni mzito lakini mtu ajesema amen. I say God will provide. Bwana atapeana. I say it again, God will provide. Nasema tena Bwana atapeana. Let me say another very wonderful word. Niseme tena neno lingine nzuri. Mungu atamaliza hizo shida zenye unapitia ndani. Amen. Nasema Mungu atamaliza hizo shida. Amina. Shida hizo ni za muda tu. Amen. Mungu atakuja kwa wakati wake. Wacha kutazamia shida, tazamia mambo mazuri ya Mungu. Amina. Kuna vitu tu ameangalia akaona ni vizuri tu. Hivyo ndio Mungu anataka ufocus. Mtu asema amen. Amen. Ufocus kwa hizo. Number 6. Mstari wa 6-7. Number 6-7. 7. And the Bible says the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Na kuwaokoa. Amen. Ati malaika wa Bwana anafanya nini? Hufanya kituo. Hufanya kituo. Amepiga kambi. Si mtu aseme amen. Amen. Amepiga kambi kwa maisha yenu. Kuna watu hapa waoni malaika, lakini mimi najua malaika wako hapa. Amen. Amen. Wamepiga kambi, wamepiga. Nasema malaika wako hapa. Amina. Wame-encamp in your presence. Wameweka kambi mahali ambapo uko. They have encamped around you. Wamekuzunguka, wameweka The one kambi. that fear the Lord. Wale ambao wanamwogopa Bwana na kumcha Bwana. And the Bible Na says Biblia inasema he delivers them all. anawakomboa wote ama kuokoa wote. May the Lord deliver you Awacha tonight. Bwana akaweze kukuokoa leo. Can I repeat? May the Lord deliver you Na tonight. Bwana akuokoe leo From all the troubles, kutoka katika changamoto, sickness, kama gonjwa, disease. maradhi. Mtu anisaidie kusema amen. Amina. Hata wenye wajeoa hapa. Focus on the goodness of the Lord. Lenga ama weka malengo yako katika wema wake Bwana. Amen. Mke wako atakuja tu. Amen. Hata mume atakuja tu. Amina.
Ala, nimesema mke atakuja tu. Amen. Si mume atakuja tu. Amen. Wenye wana school fees itakuja tu. Amen. Wenye wana pesa si itakuja tu. Amina. Wewe tazamia na uweke mtazamo kwa uzuri wa Mungu. Amen. Wanasifiwe. Amen. Kitu kikubwa ni kuangalia akili yako hii imefocus uzuri gani wa Mungu. Si mtu aseme amen. Amen. You see, let me say this statement as I continue to finish verse number 8. Niseme napoelekea. When the Lord leads us, Wakati Bwana anatuongoza, we will arrive where we need to be. tutafika mahali ambapo tunastahili kukua. Let me say again. Niseme tena. When the Lord leads us, Bwana akituongoza, we will arrive tutafika in our destination. katika hatima yetu. I repeat, when the Lord leads us, Narudia tena, wakati Bwana when the anatuongoza, Lord leads us, Bwana akituongoza, we will arrive. tutafika. Can I declare? Nitangaze, All of us, sote you will arrive. tutafika Where you need to be, mahali ambapo nahitaji you kuwa. will arrive. Tutafika. Hata kama kuna vizuizi, you will arrive. Utafika. Because one thing I know, Kimoja anachokijua, your destiny hatima yako is not in somebody's hands. haiko katika mikono ya mtu. Your destiny Hatima yako is in God's hands. iko mikononi mwake Bwana. Amina. People Watu can say what they want to say, wanaweza sema kila ambacho wanataka kukisema, but God has said it. lakini Bwana amesema. I say God had said it. Nasema Bwana alikuwa amesema. And if God says something, Na kama Bwana amesema kitu, He is ni yeye, a good God yeye ni Mungu mzuri who keeps His covenant. ambaye anaweka ahadi yake. Ule mama alikuwa hapa last time, ndio mwenye aliimba sikilizeni niwaambie ahadi, hata kumbe ujuangi kuimba. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Unajua tu chorus. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana wa dunia hii inavunjikanga. Ahadi ya bibi wa dunia hii inavunjikanga. Ahadi ya marafiki wa hii dunia inavunjikanga. Ahadi ya majirani huwa inavunjika. Ahadi ya watu wa huko huwa inavunjika. Nishuke tena niseme ahadi ya mwenye anakuahidi vitu huwa inavunjika. Lakini ahadi ya Jehova haivunjiki milele. Amen. Leo watu wako single, hata wengine wako kwa hii church. Maana mtu alivunja ahadi. Amen. Si ndio? Yeah. Mtu alivunja ahadi ati nakupenda, siralingi, naonanga tu mastaa. Alivunja ahadi ya mastaa. Ahadi ya mastaa ilienda kabisa. Siku hizi anaona manini? Mastaa alikuwa anaonanga, siku hizi anaona nini? Mniuliza anaona nini? Anaona nyota. Siku hizi ni nini anaona? Mtu tu mzuri mwenye alikuwa anakuachianga 200. Siku hizi anakuwekea pound hapo na aongei. Anaweka pound na anaenda 20 anakuachia 20 mpaka mama anapiga budget ya 20, mishipa inatokea kwa shingo. Unaona mama mishipa imetokea kwa shingo kwa sababu ya kupiga budget ya 20. Anashangaa 20 ni mahindi tutanua na watoto tuchome. Ama mnunue kangumu mgawe. Ama ni kangumu hata siku hizi ilienda 10. Hakuna ya 5. Ahadi ilivunjika, si ni kweli? Amen. Naongea na watu hapa nimalize. Si mtu aseme amen. Amen. Ahadi ilivunjika. Ahadi ilivunjika. Ahadi ilivunjika. Tangu huyo ndugu alinunua pikipiki, ahadi ilivunjika. Wewe ndiye alikuwa na hakuanga na pikipiki, mlikuwa mnaendanga tu mpa. Siku hizi yako na pikipiki. Unaona tu pikipiki imekupita pa. Amebeba brown. Akivirudi na unaipapo amebeba mweusi mwembamba. Unashangaa. Pikipiki. Customer.
Mama si customer. Ukiuliza anasema ni customer, lakini ukiangalia vile huyo mtu amekaa kwa pikipiki, unajua kuna vile style ya customer anakaanga kwa pikipiki na kuna style ambayo si ya customer. Mtu ameshika mtu tumbo, amemaliza tumbo yote, huyo ni customer kweli? Ndugu, Amezungusha, ameshika mtu shingo hivi, ati hiyo ni customer? Customer ameshika bwana yako shingo namna hii na ni mwanamke kwa pikipiki. Kazi. Ni kazini yake. Hiyo ni kazi. Ati customer anaogopa kuanguka. Barabara. My friend, don't tell me. Kuna watu wamevunja ahadi hapa. Nimeleta neema mpya. Mungu avunji ahadi. Ahadi zake zinadumu milele. Focus on the goodness of the Lord. He will make you pass through that. Can I hear somebody shout yeah? Salon ulikuwa unapelekwa. Sasa siku hizi unanyoa. Unashangaa ni nini? Sisemi wewe yani. Na unashangaa ni nini mbaya? Wadada wakikuuliza nini mbaya, unasema niliona Janet Museveni akinyoa. Hata mimi nikafikiria nikuwe kama Janet Museveni. Hakuna kitu. Unaona Dickson vile anafurahi huko? Hakuna. When you focus your mind on God, wakati umelenga akili yako kwake Bwana, you lose unakosa the things of this world. Vitu vya ulimwengu huu. You start looking on God. Unaanza kumwangalia Bwana. You start thinking about God. Unaanza kufikiria Bwana. You start thinking about the goodness of the Lord. Unaanza kufikiria wema wa Bwana. Can I hear somebody say amen? Nisikie mtu akisema amina. Read with me this verse. Soma na mimi andiko hili. Read it loud like you have never read it. Soma kana kwamba hujawahi soma. Soma. 1, 2, 3. Oh, taste and see what? That the Lord is good. Alafu, blessed is the man who trusts in him. Amen. And give me another verse that says, I have tasted. Nipe andiko nyingine ambayo inasema and I have seen na nimeona that the Lord na kwamba Bwana is good. Ni mwema. Simudu aseme amen. Amina. Umewahi sikia advertisement? Advertisement zinakuanga nzuri sana. Yaani watu wa Mungu wangekuwa na wanashikanga mambo ya Mungu kama advertisement vile zinatangazwanga. Yaani unaona wameweka advertisement. Mtu anaumwa na tumbo na akipatiwa Andrews River Salt, wanaionyesha mpaka imeenda kwa tumbo, unaona amechangamuka, amepona. Unasikia wanaambia wengine Tusker, Imara, kama nini? Kama Tusker sio Imara, kama Simba, kama ndovu. Si mtu waseme amen. Please na Imara kama Simba. Alafu analeta Simba inaguruma. Alafu anasema ukikunywa hiyo utaguruma. Hakuna wanaume wanakunywanga hiyo, wanaguruma. Akikunywa hivi, hata kwanza mwanaume akikunywa, maneno yenye walisema ni ya uongo, si Imara. Mtu anasema hivi na kweli na ni Imara. Hiyo ni advertisement. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina habari njema. Amina. Nina habari njema. Amina. Kiswahili inasema nini, Christabel? Nasema hivi. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Bwana yu mwema. Amen. Onja. Unajua shida yenye tuko naye? Hatujaonja. Si mtu aseme amen. Amen. Lakini ukionja hivi, Bwana ni mwema. Amina. Nasema ukionja hivi, Bwana ni mwema. Amen. Mwenye amefanya George amevaa suti nyeupe na ameng'ara, Bwana ni mwema. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mwenye amefanya watu kama Derek, walitembea tu hapa pole, hata kama ni mrefu, chaguo lako.
Na wakati tulimpata, si mtu aseme amen. Mwenye amefanya watu walitoka Kisumu mpaka wakaongea Kijaluo kutoka kwa kinadiki. Huyo Yesu ukimuonja ni mwema. Amen. Nasema ukimuonja ni mwema. Amina. Vitu ambavyo havikufanyika katika familia yenu, ukionja Yesu anavifanya. Amina. Natabiri leo kama ninaangalia, awafanyie katika jina la Yesu. Amina. I receive in Jesus' name. Tena mtu asikudharau. Tumemuonja, tumeona ni mwema. Amina. Si mtu aseme amen. Amen. Taste and see Onja uone that the Lord is good. kwamba Bwana ni mwema. Blessed is the man Amebarikiwa mtu who yule does what? ambaye anafanya nini? Trust in him. Anamtumainia. This version says, Andiko inasema takes refuge in him. ambaye anapata Ulinzi wake ulinzi ndani wake. yake. Amen. Si mtu aseme amen. Amina. Jamani, masaa zangu zimeenda, lakini wacha niwapee hii point 3 nifunge. Amen. Kwa sababu leo hata ni siku nzuri sana, ni kumjaribu Mungu. Focus on the goodness of the Lord. Unaweka lengo lako katika wema wake Bwana. So when you focus on the Lord, Kwa hivyo ukilenga kwake Bwana, sure bet. kwa hakika Sure bet. una uhakika. Kuna mtu hata hapa tunaitanga sure bet, lakini atakwambia alibet, hakuna kitu alipata. Lakini ya Mungu ni sure bet. Amen. Una bet, unapata. Si mtu aseme amen. Amen. Una bet, inaingia. Si ya kujaribu jaribu. When you focus on the Lord, Ukilenga kwake Bwana, you will arrive at your destination. utafika katika hatima Si yako. mtu aseme amen. Amina. You can't look at God. Huwezi ukamwangalia Bwana. Write this down. Andika hii. You can't look at God. Huwezi ukamwangalia Bwana. You can't look at God. Huwezi kumwangalia Bwana Mtazamia. ama You kumtazamia. can't look at God Huwezi kumtazamia Bwana and be disappointed. na ushushike. I say you can't look at God Huwezi kumtazamia Bwana and be disappointed. na upate kushushika. Can I finish the point? Nimalizie hapo. You cannot look at God Huwezi kumtazamia Bwana and be disappointed. na ukapata kushushika. You can look at people. Unaweza kuangalia watu Time and times, wakati na kila wakati. I have disappointed my children Nimewashusha watoto wangu because they looked at me. kwa sababu walinitazamia. But listen to me. Lakini nisikize, If you look at God, ukimwangalia Bwana you will not be disappointed. hautashushika. Amen. Amen. Another one. Nyingine, Learn to overcome jifunze kushinda the battle of the mind. vita vya akili. Learn to overcome Jifunze kushinda the battle of the mind. vita vya akili. Dickson, sioni ukiandika na samani ulikuwa unaandikanga. Learn to overcome Jifunze the battle kushinda of the mind. vita vya It akili. is good to write Ni vizuri kuandika, because these things manake vitu hivi you can review. unaweza kuja kuangalia The baadaye. battle of the mind, Vita vyako vya akili you learn unajifunza to overcome them. kuzishinda. Mtu aseme amen. Amina. Let me say this. Sema hii. Point number 1. Nambari ya kwanza, All believers waumini wote are encouraged wanatiwa moyo to focus on the Lord. kuweka lengo lao katika Bwana. All believers Waumini wote are encouraged wanatiwa moyo to focus kuweka ama kulenga on the Lord. katika Bwana. If you focus on the Lord, Ukilenga katika Bwana you will not be disappointed. hautashushika. Hebrews chapter 12, Waibrania 12 verse number 1 and 2. mstari wa kwanza na wa pili. All believers Waumini wote are encouraged wanatiwa moyo to focus on the Lord. kulenga kwake Bwana. Amen. Amina. You will give us that verse that says, there, give us number 2. Mstari wa pili. Give us number 2. Looking unto Jesus, Utazamia kwake Bwana, the author and the finisher of our faith, mwanzilishi na mkamilishaji wa who for imani, the joy that was set before us ambaye kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yetu endured the cross, alivumilia kwenye msalaba, despising the shame, kando na aibu, and has sat down na ameketi at chini the right hand of the kwenye throne of mkono God. wake mkono wa kulia wake Bwana. If you Katika focus your eyes unto Jesus, ukiweka macho yako katika Bwana, He is the author ni yeye ndiye mwanzilishi and the finisher na mkamilishaji of your faith. imani yako. Nobody can start it.
Hakuna mtu ambaye anaweza Nobody kuanzisha. can finish it. Hakuna mtu ambaye anaweza He is the kumaliza. Alpha. Yeye ni mwanzo. He is the Na Omega. tena ndiye He mwisho. was there yesterday. Ulikuwa pale jana. Today, Leo he will be there forever. atakuwepo milele. Number 2. Nambari ya pili. When we look at the Lord, Amen. when we look at the Lord, Tukimtazamia Bwana, when we look unto the Lord, tukimtazamia Bwana. amen, Amina. our mind is renewed on a daily basis. Mtazamo wetu unauishwa kila wakati. When we look unto the Lord, Tukimwangalia Bwana, our mind akili zetu is renewed zinauishwa on a daily basis. kila siku ama kila wakati. He renews our mind. Anauisha akili yetu. Every day is new. Kila siku ni mpya. Focus your mind Weka mtazamo on the wako pale goodness kwa wema of the Lord. wa Bwana. Number 3, Nambari ya tatu. learn to fill your mind with the word of God. Jifunze kujaza akili yako na neno la Bwana. Learn to fill your mind with the word of God. Jifunze kujaza akili yako na neno la Bwana. Fill your mind Jaza akili yako with the word of na God. neno la Bwana. Fill your mind Jaza akili yako with the word of na God. neno la Bwana. It is well. Ni vyema. It is good. Ni vizuri. I am an overcomer. Mimi ni mshindi. I am a conqueror. Mimi ni mshindi. I am a winner. Mimi ni mshindi. Can I hear somebody say Nisikie mtu amen? akisema amina. Fill your life Jaza with akili the yako word of God. na neno la Bwana. Every day. Kila siku Fill your life jaza maisha with the yako word of na God. neno la Bwana. Take the Bible. Take the word. Chukua Biblia, chukua neno. Eat it. Kula, Fill it in your heart. jaza katika moyo wako Every day. kila siku. Number 4. Nambari ya 4. Our total surrender Jipeane kikamilifu with prayer katika maombi, in the spirit. katika roho. Si mtu aseme amen. Amina. Totally surrender. Jipeane ama jisalimishe kikamilifu. Let me repeat again. Rudie. Our total surrender Kujisalimisha kwetu kikamilifu in the spirit katika roho and in the body na katika mwili will bring you itakuletea into another level. Itakuleta katika kiwango tofauti. Our total surrender Kujisalimisha kwetu kikamilifu in our spirit katika roho and in our body na katika mwili will take you into another level. itakupeleka katika kiwango kingine. Can I say something? Niseme kitu. May the Lord take you to another level. Bwana kupeleke katika kiwango kingine. That level you are in, Kiwango ambacho uko ndani, go into another level. ingia katika kiwango I say kingine. go into another Nasema level. ingia kwenye kiwango kingine. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Number 5. Nambari ya 5. Learn to get close to God. Jifunze kukua karibu na Bwana. Learn to get closer to God. Jifunze kukua karibu kabisa na Bwana. What happens? Nina kinachofanyika? Everything can change, Kila kitu kinaweza badilika, but God is always there. lakini Bwana kila wakati yuko pale. Things can change. Vitu vinaweza badilika. People can change. Watu wanaweza badilika. Friends can change. Marafiki wanaweza badilika. Family can Familia change. inaweza badilika. Church can change. Kanisa linaweza badilika. Your allies can change. Wale ambao ni watu wako wa karibu wanaweza Your badilika. children can change. Watoto wako wanaweza badilika. But God Lakini Bwana is always there. kila wakati yuko pale. Learn Jifunze to move kusonga closer karibu to God. na Mungu. Every day, Kila wakati closer to God. karibu na Mungu. Every day, Kila wakati closer to God. karibia na Mungu. When you do that, Kifanya hivyo, what happens? nachokifanyika ni nini? God Bwana comes closer to you. anakuja pia karibu na wewe. The closer you move to Him, Karibu jinsi unavyosonga na the yeye, closer He moves to you. vivyo hivyo navyo pia anavyosonga karibu nawe. Focus your mind Lenga, elekeza akili yako on the goodness katika wema of the Lord. wa Bwana. Test Onja and see na uone that the Lord is good. ya kwamba Bwana ni mwema. And then the same writer says, Kisha mwandishi yule I anasema, have tasted nimeonja and I have seen na nimeona that the Lord ya kwamba Bwana is good. ni mwema. Jamani, nimeonja Amina. na nimeona Amen. ya kwamba Bwana ni mwema. Amen. Nimeonja, nimeona Bwana ni mwema. Amen. Eva ako hapa anajua. Tumeonja, tumeona Bwana ni mwema. Amina. Mama Tony ako hapa anajua. Tumeonja, tumeona Bwana ni mwema.
Yesu asifiwe. Simama tuombe. Yaani ukionja tu na ufocus kwa Mungu na ufocus kwa mambo yake,